Clouds TV, empowering lives.
asifiwe sana. Ndona ni mwakena. Baka mumesweat. Salimia huyo mwenzako mko na umuulize umeshiba wipo ama tuendelee. Ndio huna. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you very much. You may be seated. Utapumzika kwenye kiti chako, kiti kizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninashukuru sana kuwa pamoja na nyinyi muda huu mwingine wa dhuhuri. Tumekuwa na pastor asubuhi. Sijui kama mmefurahishwa na huyu mtu. Si mumpigie makofi. Sasa ameniambia ati hana fare ya kwenda nyumbani. Kwa hivyo by the time tumalize hii uko umetayarisha kafea. Si ndio Bishop? Na afu ako na bibi na ako na watoto. Mwaigwa no guthe ka Josephine. Muthuri wa tete na kafea ga kuinuka. Na ni alemuka. Na ni aleke. Aria maronete mwanake haha ri. Mwambe muriganiro hanini. Huyo ni mundu na muci wake. Mundu nake. Nena to. Na tunatigana. Tutatu. Twana tumwendete na mutumia umwendete. Anyita twana tuonaga dadi tugakena. Ithe wa etagwo ithe wa Precious. Wale mwene kumwita pastor kamwita ithe wao. Nigetha ugekera muhaka. Nigetha ciana ngicikaga gwa kwanangira. Niamwirite. Okay, thank you. In case no muriganiro to ni muri kiriganiro. In case no mweke atia to ni muri ki to mutire buguero. Mutire atonye ndugira. Allo mutire ki mutire atonye ndugira. Ndauga mutire atonye ki ndugira. Dide koye muru na ojigwa ye matu nganyita kiodo geke kinya geke nikyo gekagate na muharo no wekagate ti muharo ni muharo no thikata kagithaka nganyita vera go mukoronyo ni yake mukoronyo nia nego ke ana edoe mundu akiambiriria mukoronyo nia jeke atia nigetha na niĩ nyonage kana nyonagia ndorere igao no kinya wonio mwaki utahagio kuria kuri ungi no anyita na itari ngerime ndirutaga ki mabura kugerimo ni kugate Bwana Yesu asifiwe sana. Kuria ndo marego makariga tarike faraja ndaria gikuyu ndaria ki ni nyendaga muno mumenye gikuyu aria matoi. I'm sorry. Kuna mtu asikiki Kikuyu apart from Koki? Hata wewe usiki? Hata kidogo? Apole lakini. Asante. Hiyo nilikuwa nataka kufundisha Josephine na Shiko. Sasa Shiko tukitoka hapa ataniandikia message mrefu. Ya kunipatia warning. Yani nashindwa ni kazi mnakuaga hamuna ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. I love this girl. Ninyi ndete Shiko muno. Shikore. Tiko gojera mutumiro kojera atikoro ni kairetu. Ni athire. Mutumio ucio ti mwaganu. Mutumio ucio ri. Mungikara nake handu hatari
handu atarahota kuna rukoberi tikau cio no ahi no kana we wonaga ate ni murata itu wonaga ate ari muhiu riri ari muiretu riretagwo ng'ania no ni mutumia mwega muno ekoro njega muno ndungiboeka mwenake ndungiboeka. She's wonderful woman. Adimenyaga ni ha oreirwo andu ariega mationaga athuri ta cikuru andu ariega aria wega wonaga ni ega piu nginya ukarigwo atiriri mundu to cikota niguo muthaka ta cikota rugama uguo rugama tu no guku market no ni urona othe ngima kwi mundu wa UK no twira ifu na ko gwike mundu na kugataire mbao ke UK ke njire mundu wa Ngai ta negera namba ya ciko ugicoka guthikira ukaigua ciko akoragwo Radani haiya guthiaga uguo ona itheru ukaigua giciko eko na nie ndirona tugethi nawe next tugethi September nitwa tugethi nawe Radani na tugethi nawe Radani ndirona ugicoka Bwana asifiwe sana. Ninyendete twana tutu twakwa ndanyita I love you ndimwendete muno ndimwendete muno ati Ngai ni aheire andu manginjitikia ati ni ukawaikara haha thi oguo tu ikarere ti ati nduri na gwa guthie ukire waikara uthikiririe no gathikira ciugo ire ndiraria niti kaundu kega muno nginya mutumia to uyu mukuru uyu etagwo Shabira ni Shabira mutumia muthaka uyu wekaire tu ahiana gati atarugama na iguru makuone ukadoka atikana na muti ukagumoko baguru ukagu dedo hone umuthi dekia dedo hone umuthi uko ndugucoka guka na miti urioka gukwimuru karuka iretu tembea na Yesu yeni uguo die etoka tukarutira hatu hituka thiururukio uguo ni ugutiga mbeca cia thabuni ni mbeca cia thabuni ndiracaria hituka uguo uthio kiugaga yes Allah mpaka Kiswahili alikijua sana Kiswahili ulikielewa unakifahamu binti basi ndio huyo no ni ashera ne ukite na muti riuri kiama ni kiama ni mukiuga ihoro wa ciama muteithe tu uyu riu ni arathie naguo tutikimutunye yeni oguo Ngai aringaga ciama atia Ngai aringaga ciama atia kiake giake kinyanira riu weri uigethetie ro hau wetereire nyaje kuhunja ra mashenkenterere boro bushaya te kiama kiringikaga oguo ugwitikia tu rĩrĩa ukinyikirie hare waingira maguru uguo ukaingia hapa ndani miracle yako ilifanyika. Anything ambayo shetani alikuwa amefuga ukafunguliwa. By the way siku ndironete wĩ Rũraya kiroto-ini na ndiwe ndarotaga niki nawe ndarota uroka uranjira atiriri ndoka urari kuruta UK ta Germany uguo ndakuria kari guku okire uranjira ni wina miaka 2 kuma woka. Hallelujah. Udio kana spirit yaku wekuo mbere kana ni 2 years from now. Very soon you're planning. No efudithite githungu tondu ndukire githungu riu kuri ugathikoria kiriko andu aria thika meha andu aria thika rugama irenge ndimwaririe ndenda kumwariria riu ringi ninge ndimurathime ndenda riri taigai moko manyuo uguo mwaneririe kirathimo andu athika mundu wothe wathika igi uguo rugama na iguru mami igi uguo. Mwathani Jesu nindakuhoya urathime atumia aya ona athuri aya na ciana ciao na nyumba ciao na maundu mao magithi gutuika ituge cia kigongona kia Thika. Baba mamurikire watoranaga na ciana cia Israeli na itu muthenya no tuku ukamakeria taoci aria hothe mathiaga no amonekanagira monekanire mahe indo cia gutuma nyumba irugame umahe uge no menyo
no mahe utongoria wa ama na wa kihoto, no marwirire kuma kuri thuthuthi ona memenyi, na aria maugite kuu gutigakwo ri baba reke magoka mone gwakitwo in Jesus name, amen. Yes, ninataka kusomesha kidogo tu for 10 minutes 15 minutes why we are doing what we are doing today. Leo tumekuja kuvunja the curse, laana ya nini? Ya mchaga. Nimekaa mbali sana hapa niko sawa? Nikuja karibu? Ninajua, nilijua tu Josephine kuchukua tu Hello. Najua kuna watu hapendagi kuitaitwa hapa, ndio naonaga naita Shiko, naita Josephine because they are my good daughters. I love them. I love them. Sianaja theki. Sianaita turago. Sianao. Tuangalie kitabu cha kutafuta the original sin. Original curse ilitoka wapi? The original. Ile curse original. Kirumi kiaumire ko kia mbere. Hello. Tupate kitabu cha Genesis 3 mstari wa 17. Ndio tuanze sasa na tukuelewa ni nini tunavunja. Because bila wewe kuelewa ni nini tunavunja, itakuwa ni vigumu kuvunja. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakuwa ni vigumu sana kuvunja kama haujui ni nini tunavunja. Ndio tusome Kiswahili tafadhali. Naona watu wajui Kisugu ni wengi sana hapa. Naona Roda hajui Kisugu. Kakaangu hapa haelewe Kizungu. Unaelewa Kizungu kakaangu? Kidogo tu na. Sasa ganga zilikufikisha wapi? Uliacha kabisa. Sasa umeokoka mtu mzuri wewe. Asante sana. Naona sasa tulikaa na yeye akiwa mugaka kanisani. Alikuwa anakuja kutoroka hapa lakini tukamshinda. Maana Mungu ambaye tuko na yeye ni mkubwa kuliko Mungu wake. Na hiyo nilifanya Joshua na Caleb waweze kwenda mpaka Kanaani. Maana walirudisha ripoti mzuri. Wakamwambia Musa, huko ni kubaya, ni kunoma miti, lakini vitu za huko ni vizuri, kuna asali, kuna kila kitu. But there is one problem. Huko ni kuna watu majiant. Lakini tukienda na Mungu wetu, tuende naye huko, hao ni bure. That's a positive report. Lazima kila wakati tukuage na nini? The positive report katika maisha yetu. Ukiambiwa na mtu hautaweza, unasema unaweza. Ukiambiwa na mtu utashindwa, unasema nitashinda. Always have a positive report in your mouth. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha akamwambia huyo mwanamume, kwa kuwa wewe umesikiliza mkeo, ukala matunda ya mti ambayo nilikuamuru usile. Sasa ni kwa sababu umemsikiliza huyo mkeo. Haleluya. Sasa unaona mimi mtu kama mimi niko lucky kwa sababu sina wa kusikiliza. Hello. Lakini inasema kisha akamwambia huyo mwanamume, kwa kuwa wewe umemsikiliza mkewe, ukala matunda ya mti ambao nilikuamuru. Sasa kuna vitu ambavyo tuliamuriwa. There are things ambazo tuliambiwa tusiviguze. Kiu nikio kiambiriria gya Kirumi. Ciugo cia kanua cia mekana kana cia cioho. Ciugo cia ke? Cia kanua cia mekana kana cia cioho. Kule kitu kilikuwa kimekatazwa ama kilikuwa kimefungwa. Ciugo cia ke? Cia cioho. Ate mugodo ndukanendio, kiu ni kiugo gya kioho na ni kiri mukana. Ate guku gutikana hikio mundu fulani kana muherega fulani, kiu nikio ni ciugo cia cioho. Na icio nicio iciaraga Kirumi. Hizo ndizo uzaa nini? Laana. Ni maneno. Laana si miti. Laana sio kuua mtu. Laana sio kufanya jambo lingine. Laana, foundation ya laana ni maneno ya mdomo. Neno ambalo ulikuwa umeambiwa ama lilisemekana. Na ndio neno lisemekana. Kwa mfano unasema huku hakutaolewa Mjaluo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ndio huyo mzee atamuke ama huyo mama atamuke aseme huku hakutaolewa tena Mjaluo, ni kwa sababu kulikuwa kumeolewa Mjaluo. Akafanya kitu ambacho kilikasilisha watu. Kwa hivyo wenye boma wakatoa amri, na hiyo amri ikafanyika maneno yaliyoandikishwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Laana imefichwa kwenye ulimwengu wa kiroho, haijafichwa kwenye mtu, haijafichwa kwenye binadamu. Ikiachiliwa inafichika kwenye ulimwengu wa kiroho. Ndio unakuta inatembea kwenye vizazi na vizazi. Unakuta laana hii iliwachwa na my grandmother, lakini alikufa. Kama sasa kwetu nyumbani tuliambiwa shamba ya kwetu nyumbani isiwahi katakatwa. Lakini mtu akitaka kwenda kujeka ajege, lakini asiseme tuende kwa savea tukate shamba. Haitakatwa. Tutakufa, watoto wetu wakufe, watoto wetu wakufe, itaishi hapo kwa sababu baba aliifunga. Hiyo ni sawa na nini? Kufunga. Hata nikikuwa mjaja na mnagani siwezi katakata hiyo shamba. Lakini kujenga nimeruhusiwa. Niende niweke kanyumba kangu wapi? Nikizunguka huko dunia mzima nikose mahali pa kwenda, ninaenda huko. Hata dada yangu ataenda huko. Hata nani watoto wangu wanaruhusiwa kujenga, lakini si kugawa. Sasa katika ulimwengu wa kiroho mama ameenda, baba alienda, lakini hayo maneno yameandikwa. Kwa hivyo wakati nitaenda kujaribu kuweka survey kwa mshaba, hiyo maneno itakuja isimame hapa kwa kichwa yangu. Nitapasua vizuri na kiburi changu, lakini nikimaliza kupasua kitu kitanipata. Kiugonjwa kitanipata. Kiugonjwa kitaanza kukula mimi na watoto wangu. Utasikia nilienda tu, nilikaa tu hivi chini nikaanguka na nikakufa. Ukikaa kidogo nasikia mtoto wangu aliangukiwa na ndege ya helikopta Amerika, ndege ya helikopta. Na hiyo sauti yote hakusikia, hata hakuangalia juu, ati ndege tu ilikuja akasikia ngombo. Kwa maana maneno yale ya kufunga yako na uwezo, itakufuata mahali popote ulienda katika dunia. It doesn't matter huko Amerika ama huko wapi. Whatever you'll do that is against anything that was said about you, ama said about a family. Nayo laana inakuja na nani? Nani hulete laana? Laana huletwa na mtu kujisababishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wewe ambaye unajisababishia laana. Ndio kusemekane hapa kusiolewe Mjaluo ni kwa sababu kuna mtu alikuwa ameoa Mjaluo, naye Mjaluo huyo akafanya maneno ambayo yalikosesha. Kwa hivyo ni nani alileta laana? Ni wewe. Wewe mwenyewe ndio jivutia laana. Hakuna laana mahali imewekwa eti ukifanya hivi itachomolewa. Wewe mwenyewe ndio utajitakia. Kama sasa kuna laana ya madhabahu, kuna laana ya wazazi, kuna laana ya vitu tofauti tofauti. Kama madhabahu kama iko na laana zake, ile unaonanga masengenyo, kupigana, kufanya nini, kuna attraction ya laana ambayo unapokea. Ndio inaitangwa laana ya madhabahu. Kuna ile kukuja, kuna sadaka ambazo mnazitoa hapa zinakuletea laana fulani. Kuna vitu ambavyo unakuja unavifanya hapa vinakuletea laana fulani, ambayo laana hiyo itakuandama lakini kupitia kwa njia ya kimadhabahu. Nayo kuna laana ya familia itakuandama kupitia kwa njia ya nani? Ya kifamilia. Sio kama unanielewa. Sasa inaangazia ni laana gani ambayo inakufuata wewe. Ni kwa nini una changamoto? Ni kwa nini una vitu? Kuna vitu unafanya, unaweza kufanya hivi hapa katika madhabahu, inakuwa ni laana ya madhabahu ambayo inaitwa spiritual mistakes, spiritual curses. When you do a spiritual curse because umeifanya kwenye madhabahu yaliyo katika ulimwengu wa kiroho. Kitu chochote ambacho umekipata in the environment ya kiroho inakuwa spiritual curse, spiritual mistake. Nayo spiritual mistake punishment yake inaenda miaka ngapi? Punishment ya spiritual mistake inaenda miaka 10. 10 generations. Sio miaka 10, 10 generations. Now
family curse inaenda 5 generations. Gakinyeria waganu wa maithe kuri ruciaro rwa kana na rwa gatano. That's family, kitu ambayo inaambatanika na damu. Punishment yake inaenda 5 good generations. Lakini ukifanya makosa ya kimadhabahu itakupeleka 10 good generations, because you are interfering with the spirit of God. When you interfere with the spirit, unapoingililia spirit ya Mungu, ama tunasema grieving the spirit, inachangia miaka generation 10. Kama vile ulivyoona mtu anaitwa Juda na kizazi chake ndio wazae mtu ambaye anaitwa mfalme, maana Juda alibarikiwa na baba yake na akaambiwa katika kizazi chake kitatoka mfalme. Juda ndiye alikuwa azae mfalme wa kwanza. Lakini because of a spiritual mistake ambayo ilifanywa na yule mama ambaye aliolewa kwenye hiyo familia, they did a spiritual, alafu na yeye baba akalala na huyo mama. That is a spiritual mistake. Yani mama aliolewa akalala na mtoto wa kwanza, kisha akafa wa kwanza, wa pili akakuja akafa. Baadaye mama yule akafanya tama, akafanya hila, wakalala na baba huyo, uncle, father in law. Wakazaa vitoto viwili, Perez na nani? Perez na nani? Kadhomi da giaru gaya. Perez aidhuru. So katika ile tendo la baba mkwe kulala na mtoto wake, wakazaa vitoto viwili, laana ikajijenga. Ndio sasa kupatikane mfalme. Ukisoma kitabu cha Mathayo 1 kinasoma this is the lineage of Jesus Christ. The lineage ya Jesus Christ ambayo ni mfalme kutoka kwa laini ya Daudi, utapata ni vizazi 10. 10 generations zinakuja because of a spiritual mistake that was done. So when you are going through a spiritual curse, it is more stronger than a foundational curse from family members, because in the family members inaenda 5 good generations, and inaweza kuwa reversed mkiweza kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza kuwa nini? Reversed. Kama mnaweza kujua na kukuwe na watu wa kuwasaidia kujua, ndio mjue ni nini. Kwa maana inaweza kuwa kuna ng'ombe iliitishwa, kuna mbuzi iliitishwa. Hii ujinga ya Wakristo ya kusema niye demo hono kudige toara, sasa hapo ndio shida yenu inakuaga. Baba yako na mama yako ni Mungu. Baba yako ni Mungu hapa duniani. Kwa hivyo chochote anachokuitisha, anakuitisha akiwa Mungu, hakuitishi akiwa binadamu. Kama kuna kitu mliambiwa mupeleke, unaitishwa na Mungu. Kana msharitika yake, that is a God. Kwa hivyo akikuitisha, anakuitisha from the foundation of a God. Therefore whatever anakuitisha, it is legal, very legal, na iko na legalities zake, na inakubalika mbinguni, maana ni mwakilishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna kambuzi kaliitishwa kwenu, ukapeleke, wacha na hiyo ujinga ya Ukristo. Hata Yesu alikukufia. Mbona hakukufa baba yako aache kuitwa Mungu wa pili? Hata sasa alikufa. Yesu alikufa, akaekwa kwa msalaba. Baba yako alibadilishwa, akaacha kuitwa Mungu wa pili. Bado ana position yako, position ya baba yako bado ipo. That is the second curse. That is, we have a spiritual curse, family curse. Alafu tuna ile nataka kuzungumzia, the curse of the soil. Hizo zingine nitawafundisha baadaye, but kwa sababu topic yetu ni the curse of the soil, tuelewe how does it happen.
inafanyika aje, this curse of the soil, ndio ifikie hapo. Katika kitabu cha Genesis 3:17, cursed is the ground because of what? Tusitweke hiyo, naomba tuweke hiyo tafadhali kwa haraka. Kiswahili. Haya, kisha akamwambia huyo mwanamume, kwa kuwa wewe umesikiliza mkeo. Kwa hivyo every curse imechangiwa na mtu wa pili. Every curse ambayo ina happen kwako imechangiwa na mtu wa pili. Ukala matunda ya mti ambao nilikuamuru usile. Kwa hiyo kwa kosa lako, kwa nini? Ni mke mwenye amemdanganya, lakini sasa imekuwa kosa ni nani? Ni lake. Kwa kosa lako ardhi imelaaniwa, because ya makosa yako, si makosa ya mke wako. Kwa hivyo mimi naweza kukusukumia kwenye kasi, lakini kasi utakamatwa wewe mwenyewe, sio mimi ambaye nilikusukumia. The curse will catch you. Kwa kosa lako ardhi imefanya nini? Kwa kosa lako ardhi imelaaniwa. Kwa hivyo ardhi ililaaniwa kwa sababu ya kukula tunda. Halo? Kwa sababu ya nini? Kukula tunda lililokuwa limekatazwa. Tunda si issue, kukula si issue, lakini kukatazwa. Umenielewa? Kukula si issue na tunda si issue, lakini kuna maneno kwena ciugo ciaretio iguru ria itunda riu. Ciugo icio nicio cirutaga wira, ti tunda na ti murei. Ciugo icio ciaretio niki? Kwa hivyo ardhi imelaaniwa. Umeona sasa, yeye ndio alikula, bibi ndiye alimdanganya, lakini nini kililaniwa? Ni ardhi. Unaona sasa, wewe umefanya vitu zako, mimi nimefanya vitu zangu, lakini kilicholaaniwa ni nini? Ni ardhi, ambayo it has more consequences kuliko venye Adam mwenyewe angelaaniwa, kuliko venye Eve mwenyewe angelaaniwa. But because Mungu sasa ameleta punishment, a generational punishment. Amesababisha sasa kichapo ambacho si wewe, hakiji kwako directly, lakini kimefichwa kwenye ardhi. Ndio from now henceforth utashughulika na ardhi, ndio itakuwa ikikuchapa. Ugirothuru ni teri. We ni wewe kageko kiria weka, no ninge ni hoka teri, na teri mutikuhitanitie naguo, na teri tuguo wakwiroria itunda, na teri tuguo kweriria weke kindu. No teri imeambiwa kutoka leo uchukie huyu mtu. Sasa umeanza automatically cooperate in a curse of the soil. Sasa chanzo cha curse of the soil, kwa jasho utapitia kwa jasho utajipatia humu riziki yako kutoka kwa jasho. Ukienda kwa huo mchanga, masa ardhi ilipolaaniwa iliambiwa Adam na Eve ni maadui wangu. Na kwa sababu mchanga ni rafiki ya Mungu, ulitengenezwa na Mungu, ardhi ilitengenezwa na nani? Na Mungu. Naye Mungu akaiambia ardhi, Adamu na Eve ni maadui zangu, kwa hivyo nisikuone ukitembea na wao, na kama wakikuja kutafuta kitu kutoka kwako lazima watoe jasho. Sasa Mungu akaappoint prefect, ikakuwa ni ardhi ya kucontrol maisha yetu. Sijui kama mnanielewa. Mungu sasa, badala ya Mungu akuje kusimama, badala yeye mwenyewe sasa mwanaume ambiwe kutoka leo umelaaniwa, hakulaani mwanaume. He was not cast. Adam was not cast. But what can provide for him? Ikalaaniwa, ikaambiwa sasa munyime chochote. Asipo sweat, asipolia, asipofanya, usimpatie. And that is where kutoka hapo mpaka sasa
ndio naona tuna sweat, ndio naona tunapigana, ndio naona kuna michafuko. Hii vita zote unaona dunia mzima, hii mabuduki zimetengenezwa, hii manyumba unaona zimetengenezwa, zote ni kwa sababu ya laana ya mchanga, because tunatafuta lishe. Buduki imetengenezwa kwa sababu ya tubu, nyumba hii imetengenezwa kwa sababu ya tubu, barabara zimetengenezwa kwa sababu ya, nyumba imetengenezwa kwa sababu ya, hii nguo imetengenezwa kwa sababu ya. Anything you see is a result of the curse ya ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku zote za maisha yako, siku zote. Therefore this curse is not reversible. Ameweka mpaka, ameweka the line, the byline, ameweka mpaka miaka, siku zote. Entire life of a human being, they will forever suffer. Kwa hivyo there is a curse that is limited and there is a curse that is unlimited. Kuna kasi ambayo iko na miaka na kuna kasi ambayo haina miaka. It is forever. So even if you try to fight it, haiwezi kuchange. Lakini kuna kasi unaweza kureverse. Hii walijaribu wakashindwa. Verse number 18 inasema, ardhi itakuzalia michongoma na magugu, nawe itakubidi kula majani ya shambani. Umesikia ardhi imeambiwa? The earth has been commanded. Ardhi imeamrishwa eti itakuzalia michongoma na magugu. It will make life unbearable, very painful. Why? Because of not listening to God. Because of not listening to the orders ambazo zilipatiano. And this is what has really costed us. We are suffering because we fail to listen. Because we are disobedient. Tumepatiwa mawaidha, tumepatiwa njia, tumepatiwa misingi ambayo tunafaa kuifuata. Lakini kwa sababu ya jeuri zetu na mipango yetu ya kikando, mipango ya kiimla, mipango haieleweki, unaamua kutoka kwa mipango ya Mungu. Unajipangia mipango yako ambayo Mungu haipendi. So ardhi itakuzalia, ardhi itazaa, lakini itazaa nini? Michongoma na magugu. Kumaanisha maisha yako yataishi kwenye sintofahamu. Maisha yako yataishi kwenye farakana ambazo hazikuwezi kuzoeleka katika maisha yako. Utatezeka na utaumia. Ndio wewe upate kuishi maisha mazuri, itabidi ungangane. There is nothing for free for you. You will struggle, you will fight. Verse number 19 inasema, kwa jasho lako utajipatia chakula mpaka utakaporudi udongoni. Until. So this one is irreversible. Kwa jasho lako, yani kwa jasho lako utajipatia chakula mpaka utakaporudi udongoni ulimotwaliwa. Maana wewe ni mavumbi na mavumbi utarudi. Ni makasiriko makubwa Mungu aliyokuwa nayo. Maana alitaka huyu mwanaume aishi maisha ya kumtegemea. Alitaka huyu mwanaume aishi maisha ya msingi mzuri. Lakini kwa ukaudi na ujeuri wa mkewe, wakakataa kumsikiliza Mungu. Akatoa hukumu ya maisha na akakufunga kwenye maisha yako. Ndio unaona sasa hivi we are struggling. That is how we have, tuko na classes za watu. Kuna matajiri, kuna maskini, kuna waliosoma, kuna wajasoma, kuna wakubwa, wasio wakubwa, kuna wanene, kuna wafupi, kuna magari kubwa. Vitu kama hizo tuko nazo katika maisha yetu. Kuna walio na chuki, kuna wasio na chuki, kuna wa brown, kuna wa... It's because of this curse. We are supposed to be one color. We are supposed to be one color because it's Adam and Eve that were created one. Na walitengenezwa kwenye udongo mweusi. Kumaanisha mtu wa kwanza alikuwa mtu mweusi. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana pia Mungu pia ni mweusi. Maana tunasema tumuumbe mtu aliye kama sisi. Meaning God is also black like us. Sio kama mnanielewa. Kwa hivyo
This is a curse, na hii ndio curse ya kwanza. The first curse. Na hiyo ndio nilitaka kuelezea. What is the curse? What is it? The original curse that has continuously been acting against you. Curse of the soil is a consequence of sin. Curse of the soil. Ndio udongo wako ulaaniwe. It is because of the sin. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mauge ogerothuro ne teri, ogerwaga, ogeroharagana, ogeroiteka, ogerothinameria ya mikogoe. Those are curses related with with the soil. Mulimo ibo yeko yoko. Ogerothuro ne teri, ogeroiteka, ogeroharagana, ogerothinameria ya mikogoe. They are vanquishing you from the universe. Ogigwa wero ogerothinameria ya mikogoe. Auga ogerokwa. Ogerorio ne teri. Ogeromerio ne teri. The egero atoka omerio ne teri. That is a curse, that is a painful curse by the one who, kama vile unasikiaga wale walikuwa home guard, kama our sister pale, baba yao alikuwa home guard, walilaaniwa ogerothuro ne teri. Ogerothuro neke ne teri, meaning hakuna kitu chako utafanya kifaulu kwenye dunia. Ogethurwo ne teri, yani mchanga, udongo ikukatae, ikuchukie, ni kumaanisha haitakupatia nguo, haitakupatia pesa, haitakupatia nyumba, haitakupatia ndoa, haitakupatia chochote. Maana chochote unachokitafuta duniani kiko ndani ya mchanga. Anything that you are looking for, hiyo kazi unayoitafuta iko ndani ya mchanga. Hiyo huduma, kama sasa hii huduma niko nayo, nyinyi ni nini? Dege sidio? Ni mchanga. Nasikia kwa wahubiri wengine wakisema nie dege tubu wewe ni mchanga. So kama Mungu ameniachia laana nichukiwe na mchanga, hata nyinyi hamwezi kukuja hapa. You are coming here because sina laana ya mchanga ya kuzuiliwa. Dire muthure ne teri nikyo wi haha. Dire muthure ne teri nikyo ndinaga kuokega. Ndio mtu anagakwa nekega. Nekega. Mutikejere, thank you. Mwathani agocwo. Koro de muthure ne teri tutingire nyumba ine teno. Koro de muthure ne teri tutingire na toiro tuturona hatu thaka. Tondu uyu wothe ne teri. Mnanielewa? Lakini kwa hivyo kuna laana mimi sina, sijazuiliwa, lakini kupata hizi vitu ninaingia kwenye laana ya kwanza ya Mungu. Kununua hizi vitu nimestruggle, nimengangana, nimekuja hapa, nimewahubiria. Imagine kufika mpaka hapa niwahubirie mpaka mkaniamini. Unajua mimi nawakaliaga hivi na shido, mliniamini tu hivyo. Hamkuwa gina doubt na mimi? Karo, hukuwa gina doubt na mimi? Unaniamini kabisa? Na unanipenda? Sema ndio. Ile akaimojo. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti Mungu akawapatia neema ya kuja ukakaa chini yangu kanisikiliza. Ni mapenzi makubwa ya Mungu, ni kibali. Yaani hata ukakuwa na watu wawili ambao wanakusikiliza ni kibali. Kumaanisha kuna vitu ambavyo havikukamata, zimekuachilia. Kuna laana hauna. Eti kuna watu wanaweza kuja hapa, kama sasa nikitaka kuwaitisha 10,000, si mnaweza kunipatia? Sasa mtanipatia 10,000? Si mnaona? Kwa sababu sina laana ya kunizuia baraka zingine. Lakini kuna mtu nikiambia mtu kama huyu asimame hapa awaitishe shilingi 10, mtamwangalia kama sanamu. Maana hana kibali. Kuna mtu mwenye hana kibali. Kuna mtu naye ako na kibali, anakaa tu,
hivyo tu, lakini vitu vinakuja vinamtafuta, kwa sababu kuna vitu amevunja, kuna vitu amefaulu kuvunja, ama alivunjwa na mzazi wake, ama vilivunjwa na watu waliomtangulia. Because laana inaweza kuwepo lakini ikavunjwa. Maana mtu anaitwa Tera, baba yake Abrahamu, alikuwa na laana, maana alikuwa mwabudu wa sanamu. Lakini Abrahamu alipokuja, aliinua madhabahu katika kule kwenye Betheli, akainua madhabahu ya baraka. Mpaka sasa tunasema sisi tuajivunia kwenye neema ya Abrahamu, the Abrahamic blessings, kwa sababu aliitishwa mtoto, akampeleka kwenye mlima. Alipompeleka kule, alipotoka kumtoa kafara, Mungu akamwambia, tazama kule nyuma kuna kondoo. Alipotoa yule kondoo, Mungu naye akamwapia, akaapa, akamwambia, kwa sababu haukuninyima mtoto wako, kukubariki nitakubariki. Halo. Kwa sababu kuna kitu, na laana kama ya baraka inakujanga kwa sababu kuna mtihani ulianguka. Unanielewa? Kuna mtihani ufanya nini? Ukisoma kwenye kitabu cha Genesis 22 inasema baada ya mambo haya Mungu alimjaribu Abraham. After these things God tested Abraham. Kumaanisha baraka za kupata vitu, it is you kupita mtihani wa hizo vitu. Haleluya. Kupata hizi ni mtihani, lazima upitie kwenye mtihani wa nini? Wa hizi. Ndio maana Mungu alikulete hapa na changamoto zako, kisha ukakuta kuna majukumu mengi yanahitajika. Mchungaji akasimama kule mbele akatangaza, akasema tunajenga kanisa ya Thika, wangapi watanunua nini? Chuma. Mungu alijua kuna watu kama 20 ambao wako na uwezo, anataka kuwabariki, lakini aliwachungulia. Maana jana aliwapatia shilingi 20,000. Sasa Mungu akiniambia nitangaze, ananiambia natangaza tu, mimi sijui ni nani, lakini natangaza. Sasa kuna wale watainua mkono juu waseme, mimi nitatoa chuma 2, mimi nitatoa chuma 3, mimi nitatoa chuma 4. Basi Mungu naye anakuchungulia. Alikuwa amekupatia uwezo wa kutoa chuma 10, lakini umetoa chuma ngapi? 2. Hiyo msaada Mungu alikuwa amekupatia unakatwa. So most of us are suffering not because we deserve to suffer, but because kuna test ulianguka. Kuna kitu Mungu alikwambia utoe, lakini kwa sababu ya ujeuri yako ukampimia Mungu. Na ndio nasema kwa sababu haukuninyima mtoto. Hivyo ndivyo Mungu amesema kwenye Genesis 22. Kwa sababu haukuninyima mtoto wako, na mimi kukubariki nitakubariki. To bless, I will bless you. Na utaongezeka, utakuwa mwingi kama nyota za kule mbinguni, au mchanga wa nani? Wa baharini. Ni kwa sababu alipita mtihani. Maana katoto ndio hako. Inasema hivi, na alimuita Abrahamu, na akasema naam Mungu, mimi niko hapa. Akamwambia, chukua mtoto wako number 1, yule ambao unampenda anaitwa Isaka. Number 2, uende umpeleke kwenye mlima Moria, kwenye mlima mmoja ambao nitakuonyesha, uende umtoe kama sadaka. Mungu alimfahamishia akiwa kwake, what you are going to do, you are taking your son to kill. Ego wake nyumba damwele ile kilima ile alimwambilia akiwa. Kwa hivyo alimwambilia in a position where he was to make decisions. Alimwambilia, uliambililiwa kwako, haukuambililiwa kwa madhabahu hapa hadi sasa toeni shilingi 10,000 alafu Mungu sasa aseme nimekutumia, angalia kwa simu. Hapana. Alikutumia jana, kisha asubuhi akakwambia hizo shilingi 10,000 nilikupatia, zishike uzipeleke mpaka kwa mtumishi wangu. So amekupatia gap ya kufikiria. God will never test you without giving you a gap of thinking, because he is testing. Anaangalia, anataka kuangalia moyo wako unampenda kiasi gani. Any sacrifice we give is a test. Si eti Mungu hawezi kufanya kazi yake na njia nyingine, it is a test. And this test, it is he wants. And God, Mungu hawezi kukuweka kwenye jaribio ambalo ni la kitu ambacho hata kupatia. Kama ni jaribio la kubarikiwa na utajiri, atakupitishia kwenye jaribio. Kama Mungu anataka kupatia utajiri, atakupitishia kwenye jaribio la kiutajiri.
Kama ni Mungu anataka kukupatia kipawa cha uponyaji, atakupitishia kwenye jaribio la kipawa ambacho kinahitaji wewe mwenyewe ugonjeke ndio ujue maana ya uponyaji. Kama ni uongozi na mamlaka Mungu anataka kukupatia, atakupitishia kwenye njia ambayo inahitaji wewe uelewe mamlaka na jinsi ya kukaa na watu, kuongoza watu. For you to become a president, you have to go through a process that is imekuwa connected na maongozi ya binadamu. Kwa hivyo Mungu hawezi akakupitisha kwenye jaribio ambalo haliambatanishi na kile kitu anataka kubariki. Alitaka kufanya Abrahamu kuwa baba wa mataifa, and to make Abraham the richest man on earth. So lazima aliitishwa kile kitu ambacho ni kigumu sana, mtoto ambaye alimungoja for 90 years, kisha akamwambia leta huyu mtoto. So there Abraham angepata baraka ama apata nini? Laana. Lakini alijua na akajua msingi wake ni huo. Kwa hivyo curse of the soil is a consequence of a sin. A curse is a visible barrier, invisible. A curse is an invisible, ni kitu kisichoonekana kwa macho yako. A barrier, kitu kinakuzuia kisichoonekana kwa macho yako, lakini kiko. Kama sasa sisi kwetu kwa nyumba yetu tumeambiwa tusiuze shamba. There is a barrier which is invisible. Hakuna mtu atakuchunga, hakuna mtu ataniulibia, hakuna mtu atanizuilia, lakini the moment I do what? I touch, consequences zinakuja. Kwenye kitabu cha Yeremia 22 mstari wa 26, tafadhali tufungulieni haraka haraka. Kitabu cha Yeremia mstari wa 26, 22 mstari wa 26. Quickly please. Kuna tatizo la kuishi, or the consequences of living in a cursed land. The consequences of living in a cursed land. Because unaweza kuishi ndio, but when living in a cursed land, kama hivyo unaona Adam na Eve waliishi kwenye a cursed land. We are living today in a cursed land. What are the consequences? Ni nini matunda ya kuishi kwenye shamba ama mahali there is a cursed land? Number one, there is no growth. Hakuna kuendelea. Ukitaka kujua mahali huko kama kanisa kama hii ama nyumba ama ndoa ama whatever it is, hata marriage yako, utake kujua kama kuna laana ina operate huko, there is no growth. Hakuna growth, hakuna kuongezeka. Lakini mimi sasa mimi najua katika huduma yangu niko na growth, kwa sababu ninaweza kukupatia historia mali tulitoka Jumurisa, tulikuwa watu 7, watu 20 tukilaunch, tukarudi tukabaki watu 7, tukaingia Jericho, kutoka hapo Jericho tukaingia City Stadium, tukakuja wapi? Hapa. Sasa tunatoka hapa tunaenda kwa kiwanja yetu. There is growth. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko kwenye mji. But tupatie Kiswahili tafadhali. 22, I will say 22 verse. Simusaidie. Naona Ania analala huko. Si ukaa unatembea. Sijui kalilala wapi. Nilikakuta kamelala. 22, si unaona mpaka sasa verse 26. There is no growth. Ukiangalia kwenye ndoa yako there is no growth. Kwenye kazi yako ambayo umeajiriwa there is no growth. In your life there is no growth. Watoto wako there is no growth. Anything that you do there is no growth. You are operating under a land curse, a curse of the soil. Because it is the soil that is supposed to produce, to give you the impetus. Mnanielewa? Maana Mungu alilaani mchanga. Na akaambia binadamu, kutafuta utatafuta, kupata utapata baada ya kutafuta.
Kwa hivyo when you see you are living in a stagnation, angalia maisha yako tangu uajiriwe, what have you done? Tangu uolewe na huyo mume ama uoe huyo mke, what have you done? If you have done nothing, tangu uingie kwenye ministry hii, what has happened to you? Tangu uitwe Shiko kisichana kikubwa hivi, what has happened in your life? Is there any growth? If you discover there is no growth in your life, ni kwa sababu ya operating under a curse of the soil. Mchanga imekataswa kabisa, si ile ya Mungu. Sasa kuna mtu katika maisha yako ameukatasa. That is why you are stagnated. That's why you are not moving forward. Kuna watu wamejaribu ndoa hapa imeshindikana. Mnapatana na kisichana kama hiki, mnapendana, the day of getting married, unasikia kitu imetokea. Hata accident inakuja, unakusikia watu wamekufa, watu 20 because of you. Because of the kind of a curse that is operating. Unasikia gari mzima iliroll, ikaua watu 20 kwa sababu tu yako. Kwa hivyo unaweza sababisha watu wengi wafariki, watu wengi waumie, kwa sababu hao wale wengine watawachwa viwete because of you. Because of you trying to get married. Na kuna kasi imesema you will never get married. Hello. Leo mmestuka. Number 2, there is no progress in your life at all. There is anything you try to do, haina kuelekea, haina kumove, imekwama. Ulifungua kakioski kalikuwa ulikafungua na shilingi 2,000, kana upeletanga na shilingi 2,000, 3,000, 2,000, 3,000. Kakienda sana 2,000 3,500. You are there forever. You are operating under a curse. Je, huyu mtu Konia amekuwa kama chungu kilichovunjika ambacho hudharauliwa na kutupwa nje. Yani wherever you go unadharauliwa na unatupwa. Boss, simama hapa, simama tu. Simama tu hapa. You are alone. Hiyo ni nini nafanya? Nani watu wangapi wako kwa ndani? 2. Rudi huko. Wapigie hiyo kitu wakuje. Mwambie mnafanya nini hapo ndani? Ninyi 2. Ani yako wapi? Ani yako wapi? Anafanya nini? Mbona yule anatoa kamera nini? Betri yake anakuja zunguke kote akuje muko hapo. Na muko na walkie-talkie. What are you doing there, Ani? Je, huyu mtu Konia amekuwa kama chungu kilichovunjika? Yani jiulize, weka jina yako hapo kwenye Konia. Weka jina yako. Kwa umekuwa chungu kilichovunjika, yani kumaanisha kwamba kama chungu kilichovunjika ambacho hudharauliwa. Jiulize, dharau ni ngapi umepata katika maisha yako? Dharau kila mahali unaenda kuna dharau fulani. Chochote unachokifanya kina dharau. Biashara unayoifanya ina dharau. Ndoa unayoifanya ina dharau. Mwanaume aliyekuchumbia ako na dharau. Mwanamke aliyekuchumbia ako na dharau. Anything that you do, kuni chombo kilichovunjika. Operating under a curse ni chombo kilichovunjika. Na kutupwa. Yani you are an outcast. Nobody wants you. Hakuna mtu anayekutaka. Kwa nini yeye na watoto wake? Sasa umeona kazi inaenda namna gani? It is you and your children. Ni kwa nini yeye na watoto wake wametupwa mbali, wakatupwa katika nchi wasioijua? For you to know that you are operating under curse, you live, unaenda kwenye nchi usioijua. Unakaa kama huko refugee. You live a life that sio yako. Kama hawa mama wanaishi huko kwenye makaratasi kule nani. Walikuja wakabomolewa, wanaishi kwenye makaratasi. Ni dharau hiyo ilitoka wapi? There is a curse ambayo inaoperate kwao. Sasa hiyo ndio kuelewa kuna dharau. Unapo operate kwenye nani? Kwenye curse. Kuna nini? Kuna kuvunjika. Chungu, wewe ni chungu, unakaa chungu kilichovunjika ambacho hudharauliwa kisha unatupwa.
nobody considers you. You are always out. Always unajipata huko out. That is the time you know you are operating under curse of the soil. Kwa nini yeye na watoto? Sasa angalia mpaka watoto wako wanateseka. Uliteseka, ulichuna kahawa, watoto sasa wako ndio wanachuna kahawa. Na baba yako ulimkuta akichuna nini? Akakuwa, wakati aliritaya akaambia msungu, akamwambia niko na mtoto, si uniadikie kazi aendeleze. Baba yako alikuwa anataka fuko na wewe bado unataka fuko. That is when you realize kuna operation ya kazi ya mchanga ina operate ndani yako. Yeye na watoto wake wametupwa mbali. Sasa mateso ambayo wangapi kwao ni Nairobi hapa? Wangapi kwao ni Nairobi kabisa? Kwao ni Nairobi hapa. Wangapi kwao si Nairobi? Umetoka mbali. Wangapi wamepata mateso makubwa hapa Nairobi? Umengangana sana Nairobi kujipatia lishe, kufanya nini? Kazi hakuna, mateso. Inua tu mkono. Mateso ya Nairobi. Sasa siangalia. Umetupwa nje. Angalia, nini yeye na watoto wake wametupwa mbali, wakatupwa katika nchi wasio. Do you know Nairobi? Apart from you kule unaishi wapi? Hapa Soweto. Apart from Soweto. Apart from Modhurwa. Si unaishi Modhurwa hapa? Modhurwa. Kwenu ni wapi? Kwenu ni wapi? Kwenu Taita. Angalia mahangaiko unayopata hapa Nairobi. Sana. Nilipitia pale pa hatari sana. Mateso. Wewe kwenu ni wapi? Moro. Sasa hii ndio nasikia ulijenga kanyumba kama mabati 5 hapa Nairobi. Na nikusaidia ulisaidiwa. Na watoto wako wako huku, wengine wako huku. Now you can imagine this. Koki. Unaishi Soweto. Kwenu ni Mwala. Ulikuja ukatupwa Nairobi. Ukakuja Nairobi unakaaga Nairobi. A painful life. Rent ndio hiyo, umefukiwa nyumba. Umedanganywa na kimuzee kingine kimekuja kimekuachia mtoto. Umedanganywa na hiyo. Yaani kila kitu unafanya kinaendaka msege mnege. Ukidanganywa hapa, unadanganywa hapa, unaenda hapo. Unakaishi maisha ya kutupwa. Very hopeless life. Mara kidogo umekuja ndio hiyo shamba hujalipa rad rate. Kama baba yetu Nganga hapa amefukuzwa. Hajalipa rad rate. Komanda msima. Komanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Turegeshe huko mami. Wametupwa mbali, wakatupwa katika nchi wasioijua. Nyinyi nyote hamuelewi Nairobi. Mliipata. Hamujui kwa Jenga, hamujui kwa Rube, hamujui kwa nani, hamujui Kayaba, hamujui Dadora, hamujui Getari Marigo, hamujui Kayole. Yaani nyinyi nyinyi karaka Kayole. Unajua Kayole ilitoka wapi? Unajua? Nyinyi karaka Kariobagi. Unajua Kariobagi ni nini? Jikaraka Mathare. Unajua Mathare ni nini? You don't know. Ni kutupwa. You are hauled. You are mulitupwa. Bwana Yesu. Sasa hapo ndio unaelewa ya kwamba unachokipitia, unachofanya nini? Kipitia ni katika curse of the soil. Na ilikujaje? Tuendelee 29. Inchi. Inchi ni nini? Ni mchanga. Sikia neno la Mwenyezi Mungu. Sasa si shetani. Hapa si muganga, hapa si murogi. Sikia neno la nani? La Mwenyezi Mungu. Linasema nini? Tuendelee mami. Mwenyezi Mungu asema hivi. Muandike mtu huyu. Muafanya nini? Amesema muhifadhi kwenye nani? Kwa masikio. Ameambiwa muandike. Kwa hivyo mchanga uko na mkono. The soil has hands. Alafu unazungumziwa inchi. Inchi. Kwa hivyo inasungumusiwa. Kumaanisha mchanga uko na nini? Na masikio. Kitu kilicho na masikio kiko na nini? Na macho. Kitu kilicho na macho kiko na nini? Na mdomo.
Kitu kilicho na midomo hiyo kiko na nini? Na mikono na miguu. Kwa hivyo mchanga uko na macho, uko na maguu, uko na mikono, uko na mwili kama wako. Kisha naambia muandike. Kwa hivyo wako na makataba, wako na library. Mchanga uko na library ya kuandika historia ya kila mtu. Ekamena namna gani? Muandike huyu mtu adeka mudoyo. Muandike huyu mtu kwamba hana watoto, yani hana mazao. Ni mchanga naambiwa andika huyu mtu kwamba hana nini? Hana mazao, hana watoto. Mtu ambaye hatafanikiwa maishani. Mtu mwenye hatafanikiwa entire life. Nani mchanga unaambiwa muandike. Andika modoyo, andika. Ya kwamba maisha yake yote hatafanikiwa. Maana hakuna hata mmoja wa wazawa wake atakaye keti kwenye kiti cha ufalme. Umeelewa sasa? There are 3 things ambazo zimefungwa hapa. Uzao, asipate uzao. Kwa hivyo ukikosa uzao wa kibiashara, uzao wa kindoa, uzao wa kihuduma, uzao wa chochote ambacho unakifanya kazi, kuna laana ya mchanga. Na mchanga ni kuambiwa, umeambiwa usikubali ukupatie chochote. Niteli usipozungumza na mchanga, naye mchanga upebeleze mchanga, kwa sababu mchanga ndio uko na communication na Mungu. Maana sikiliza neno la Bwana. So hapo ndio utahitaji na nini? Kuzungumza na mchanga. Mchanga uzungumuze na nabii, nabii azungumuze na Mungu. Ndio at least akutetee kama kuna laana. Kwa sababu swali liliulizwa, huyu mtu ni mtu aliye aje? Ni mtu mbaya aje huyu? Tabia zake broken board. Ni mtu aliyetupiliwa bali na watoto wake pamoja. Kwa hivyo kuna discussion ya kwamba huyu mtu ako na kitu ambacho ni kibaya. Ndio kwa maana kazi mdogo umeambiwa this man. Sitaki kusikia story zake. Ni Mungu aliambia mchanga this man, because custody ya vitu, utajiri iko ndani ya mchanga. Utajiri yako yote iko ndani ya mchanga. Ndoa yako iko ndani ya mchanga. Familia yako iko ndani ya mchanga. Kazi yako iko ndani ya mchanga. Huduma yako iko ndani ya mchanga. Sasa Mungu ameambia mchanga, I don't want to hear anything about this man. Na Mungu ameenda Dubai kukunywa kagiraska juice. Sasa wewe unangangana hapa ukitafuta nothing is responding. Umeweka mabiashara, nothing is responding. Umejaribu ndoa, nothing is responding. Anything you try, lay a hand on it, nothing is responding. Why? Because there is a curse that is operational. Kuna kitu neno limezungumziwa. Something, a word has been spoken against you to the soil. So even if you fight, you pray, when there is a curse is a curse. It is not about prayers. You don't pray. And that's why Jesus, because he knew this, akamwambia watu, pray and you will be answered. Pray and you will be what? Answered. Ukikosa kuwa answered, stop praying. Seek. And you will find. What are you seeking? You go to God and ask God, why are you not listening to me? Why are you not answering my prayers? And then God will tell you, you are operating on a curse. Then I say, knock. And once you seek, you will get an answer of what is holding you. There is a door. Kuna mulango umekufunga. So that if anakwambia knock, sasa bisha huo mulango, ndio ujue inside ni nini kilicho ndani huko. Ni curse aina gani? Ni nani aliwacha curse? At what level was the curse left? Are you getting me? Therefore, number 3, there is no development in your life. There is nothing that will grow in your life. And number 4, there will be no marriages.
Sasa ukiona mtu ni single ana operate in a curse. Any single person here apart from me, any single person here, you are operating in a curse of the soil. Ndio unajaribu nangangana. Angalia kibutu kama hiki kinahubiria watu wanasikia wanaokoka, lakini nimeshindwa kuhubiria kama mtu kamoja tu. Kakuja kakae kwangu. Kama mtu kamoja tu. Kinyania jiguera si unihubirie. Bwana Yesu asifiwe sana. That now tells you you are operating under a curse of the soil. Kukosa ndoa ni cooperate under the curse of the soil. And number 5, you have health challenges. Mara ni cancer, mara ni pressure, mara ni kuanguka ovyo kwa cupboard umeanguka. Yani vitu vile magonjwa strange funny. You are operating under. Maana sasa sukari ni nini? Is what? Wanasemanga ni lifestyle. So what is lifestyle? Is what we eat. Sin soil. Yes. So these are the curses that will haunt you. Wow. Therefore, when you have this, you automatically become a portal. When you are operating under such circumstances, you unafanyika kuwa portal. Portal ni kama ile tunaitanga black spot. Bwana Yesu asifiwe sana. A portal ni mahali ni mahali kumejengeka kitu katika maisha yako. There were demons, forces of darkness, all manner of things, they operate from there. Sasa kama ni ndoa, una operate katika misingi ya kindoa, basi utakuta mwanaume yote anakuja kwako kwenye maisha yako. Mtatembea na yeye, atachovia asali, atafanya kila kitu, kisha along the way mnawachana na yeye. Ukiulizwa swali, mnatiganire niki? Hatiri. Ndawire ndumikire Ngai. Kahigwe ngira tumikagira koma. Ndawire ni ane maisha makwa kwa Ngai. Kamarari mao. Kimwanaume kinakuja kikwambia I want to serve God. Sasa unashindwa mbeleni alikuwa na serve nani? But because you are operating on something that will give excuses. Because all the soil iliabiwa, make sure this man is not blessed. So every excuse will come along your side. Every excuse. Nikikutokosa baada tu tukichovania hasari. Kutoka hapo unaanza kuona distance. Magnets zinakuwa sasa zimeenda north to north, zinaanza kurepel. No reason. Unakuwa busy na mimi nakuwa busy. No reason. Lakini kabla tuchovanie, unakuta tulikuwa tunapata mpaka muda. Mpaka saa 8 usiku tulikuwa tunakutana na Shiko pale. Tunakaa hapo kwa corridor tukikaa kuongea tu tunapendana. But the day tuliguza mahali soil ilikuwa imeabiwa usiku. Watu wakiguzana utaona. Soil inaendaka kutembea kidogo, inaenda hapo duka kununua bigiji. Ikirudi nakuta tumeguzana. Inakujaga na speed kile. Inakusukuma, inanisukuma. Kwa sababu mdosi asijue. Mdosi asifanya nini? Asijue mumeruka mipaka. Sasa ninakutaka kimutu kinakupenda na unakipenda but hamupatani. Muna muikanagi huko tu yani ugioria nikieto hitanili no hatiri. Sasa ukakuta mtu mwenye ana, kwa hivyo nyinyi wanawake ambao mumeachwa. Sio huyo mwanaume aliyekuacha hana sababu, hana kabisa sababu ya kukuacha. Hana. Lakini kuna power fulani. There is a power inalete, ina create gap. Kwa hivyo usiweza ukisema atali nitakaja akakuja kanieka mimba, sasa niko na mimba. You are operating under a curse. You are not able to get out of it. You are contained. Umekamatwa. Hata ukipata kimwanaume kingine kitafanya hivyo na kiende. Hata ukipata CEO wa Equity
kwenda. Nothing will work until you address, until you are able to address. Fanya uchunguzi ujue kama kimwanaume nacho kiko na hiyo kasi ya soil. Sasa wewe umejua uko na kasi kwa sababu uliachwa. Hiki kimwanaume kingine unaenda kutafuta, kiangalie kama kiko na kasi, the same thing will happen. Hata umupende, hata umkatie mguu yako moja umpatie kaage nayo, the same thing will happen. Itafanyika na sio kupenda. Sio kupenda. Utaacha tu kilalamika, nasema utaniona, utamuona kwani huko unamuona? Kwani mkikuwa naye ulikuwa kipofu? Tiniokonyona, niokomenya. Si tulienda nawe kwa kitanda kwa sababu ya nilikujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Najua nikuona nimeona mmekaa serious sana nika. Mmestuka. How do we find ourselves in this situation? It is when you find yourself in a land that was previously a shrine. A land that was previously what? A shrine. Kama ile land muko ilikuwa inafanyika matambiko fulani, you will find yourself automatically in a curse. That is the book of Ezekiel, chapter number 16, from verse 1. Son of man, cause Jerusalem to understand their abomination. Cause Jerusalem, akamwambia, your nativity, your originality and nativity is the land of Canaan. Kwa hivyo Canaan ni ule mtoto wa Ham aliyelaaniwa. So Jerusalem was built on a land named after Canaan. Canaan who was cursed. So Jerusalem people found themselves wakioperate kwenye shamba iliyo na jina iliyo na laana. So walianzana na shida za kilaana. Kwa hivyo unaweza kununua shamba plot Magutamu Utaruai Joska. Kube wede ununue plot mahali Mugaga alikuwa naishi. That is why always unaponunua kitu kitakaze. Kama ni plot itakaze. Vunja vitu vyovyote vilivyohusikana ama vinaitanishwa na what is happening there. Okay? Bwana Yesu asifiwe sana. Wow. Naenda kumaliza. Naona mmeanza kuniangalia na macho baya. Tutaenda kuulizwa na wazee wetu. Wewe huna mtu wa kukuuliza. Mimi niko na mtu wa kuniuliza. Niulize ni nani? Myself. Hiyo ndio consolation ninakuanga nayo. Yes. Mtu ambaye anaoperate in such a situation, such a land, in the book of Leviticus, book of Leviticus 26, verse number 20. Leviticus 26, verse number 20. Inasema, your strength will be spent uselessly. Your strength will be spent what? Uselessly. Na ngoja waniekea Kiswahili ndio mama yuko pale asikie vizuri. Your strength will be spent uselessly, for your land will not yield its produces, and the trees of the land will not yield their fruits. Tumepata Leviticus, si Ruthu. Leviticus na Kiswahili ni gani? Walawi. Anaoperate kwenye laana ya mashini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitabu cha Walawi 26 mstari wa 20. Harakisha mami wakati hatuna. Kitabu cha Walawi. Maodo Malawi. Hata amezima kompyuta. Anasema hivi, your strength. Sasa angalia, ni mahali ngapi na wapi nguvu zako zimepotelelea. Umeoa mwanamke, umelea, umezaa watoto, kisha mwanamke na watoto wamekuondoka wameenda.
umelea vitoto vizuri, umepeleka mpaka university, wote baadaye wanakuondoka, wanaenda kukunywa bangi na chang'aa. Sasa una hesabu ile pesa yako umepoteza, umetumia, unashidwa. Dalekoro ni dakile broti. You have wasted entire, kila kitu chako umepoteza, kimeenda. So your strength will be spent uselessly. Umejenga, umeinua, umejijenga, mtatumia nguvu zenu bure, maana mashamba yenu hayatatoa mavuno na nchi yenu haitazaa matunda, kwa sababu walikuwa na operate kwenye kasi. Kwa hivyo hata mlime, hata ufanye nini, utalima, utafanya, watu wengine watavuna, nyinyi hamtavuna. Halo. Watu wengine watafaulu katika milengo mbalimbali, lakini wewe hautafaulu. Mpaka unashindwa, watu wanakuja kuchungulia shamba lako, kwa sababu halizai, halina mazao, because you are operating on a curse. Until you are able to know what kind of a curse that is operating in that land. Kwa hivyo ni vizuri kujua unaponunua kitu chochote, hata nguo hii umevaa, ni vizuri kujua imetoka wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Always wakati uko na curse ya soil, kuna vitu viwili ama vitatu hufanyika. There is death, kifo cha biashara, kifo cha kazi, kifo cha huduma, kifo cha maono, kifo cha kila kitu. Miscarriages katika kila maisha yako. Nothing works for you. Hakuna kitu hata kimoja. Umengangana tu, you are working, nothing is going on. You are not being successful at whatever. Hakuna kitu hata kimoja kinakukubali. Na namba 2, kuna sicknesses ambazo zinakujanga tu kubeba. Magonjwa tu ya kukuja kubeba. Kuna failure. Yani everything you start fails. Every move you make, you must fail. Watoto wako wote wamefail, wewe umefail. Chochote umejaribu kuwekelea mkono, imefail. Biashara yote unafanya, imefail. There is barrenness, hakuna mazao, huzai hata kidogo. Biashara, kazi, mkono yako haizai. Utoke hapo unaenda Amerika, unaenda kutafuta kazi Amerika, nothing works for you. Unaenda Amerika, unapata unakosa, unatafuta kazi, unakuwa maskini zaidi kuliko Kenya. Yani unakuta you are in America but still you are in Geshagi, uko Murang'a. There are people in America there but they live in Murang'a. Niko watu huko Uingereza, they are in UK ile but ukiangalia maisha yao ni ya Geshagi, ni ya Moro. Lakini yakapi, na naona watu wengine wanangangana tu wanataka kwenda huko. I cannot advise anybody to go there. I cannot advise you. Not unless unaenda kufanya biashara. But I can only advise mtoto mdogo between 19 and 22 years ama 25 years. That one I can advise. Aende akangangana na maisha. Lakini wewe ambao umeishi, umefanya biashara kidogo hapa, don't waste your time. Utarudi hapa ukiwa mzigo. Kule wana struggle, wacha nikwambie. Ukaona amekutumia shilingi 10,000, mwambie Mungu ni asante. They struggle. Me have been there. Mimi siendagi wakati mwingine naendaka kulala kukaa kwao, na mwambie wacheni na hoteli, wacha nikuja kwako nitembee, because nataka ku feel the pain. You live better. You live better a million times. Kale kanyumba anaita nyumba yake ni nyumba ya mbao. Ulisa huyu atakwambia. Sio ulikuwa Amerika? Ama ulikuwa huko Amerika? Huko kuna nyumba ya mawe. Huko kuna nyumba ya mawe. Ni nyumba za nini? Mimi hapa Kenya siwezi nyumba ya mbao. Siwezi. Lakini kule nyumba ya mbao ni gold. Hata kuipata ni shida. They struggle to earn, they struggle to live. Alafu sasa uende huko, unataka kwenda huko, huna barua ya kwenda kuishi huko, unataka kwenda kupata asylum. Asylum utateseka.
by the time wewe utateseka. Alafu utakuta Wakikuyu huko na Wakenya huko, wenye wakikuona wanakupita kama kaburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uliza watu wengine watakwambia, mimi nimetembea, I've been to those countries, I know the kind of life they. Unaenda huko unawaombea. Mimi nilikuwa UK, nilienda nikajificha mahali niwaombee tu. I prayed for them. I just prayed for them. Nikaombea tu, because what the impression you have ya kwenda huko, it is not what is there. Kenya is where God lives. Bwana Yesu asifiwe sana. Kenya, Mungu anakaanga Kenya. Kule anaendaka kutembea. Na most likely haendagi. Kukikuwa baridi kama sasa mwezi kutoka wa 10, kutakuwa baridi, hata enda huko dhao. Mungu anasema you are on your own, struggle. Anarudi kukaa Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is nothing of you will work. Hawa mama mtoto metashana, tumetuma watoto wetu huko, na watu wetu huko wanateseka. They live a borrowed life. Ndio wawafurahishe hapa Kenya. Maana kila mtu Wajiro itole akorogo Ruraya. Kila mtu ako na namba ya Wajiro itu. Ate mwana wako ni ana Wajiro, mwana wako anago ile ushorora hapo shida. Sasa Wajiro anakopa, anakutumia shilingi 10,000. Kikakaa kidogo, mwana wako sasa ni chesho, mwana wako. Nemara muka niki? Namesake. Uri atuye toeta kwa atia? Garana. Na niodete. Goko no ngaragu. Haiwa kigwa garana. Ugakoba. Kuna kakadi kakukopa. Unakopa unatuba. By the end of the month, unakuta huyo mtu ako na deni kubwa sana. Kamushara kanaenda. Unakuta huyo mtu anastruggle. Wanafanyanga kazi kama 6. Anafanya hapa masaa 5, anaenda ingine masaa 5, anaenda ingine, anafanya masaa 18. 18 good hours ndio afford kukutumia shilingi 10,000. Na asipotuma ile sometimes they work for 24 hours. Mmesikia? Ndio afford kukaa maisha ya huko, sio kutuma, afford kukaa maisha ya huko. Na hiyo kamshahara kake kote utakuta bado kako na deni. Ka 24 hours kote katanyonywa, kanyonywe, bado ajipate na deni. Kagari kale anaendesha huko ni kadeni. Ile kiti amekalia ni ya deni. Ile friji iko kwa nyumba ni ya deni. Hana kitu. Nyumba huko hakuna mtu mwenye nyumba huko. Nyumba ni ya serikali. Napatiwa mortgage ya miaka 30, alafu wanakuvuruga doa yako iaguke, ndio hiyo mortgage iaguke tena waanze na mortgage na mtu mwingine. Because nyumba ni za national housing. And then you want to live here. Shiko. Miaka ile yote go idoli wadi kwa wira. Na nuriaga no kanywa no kehuba. Na no ke hakanya mushi. No haika maisha matari stress. Maisha matari stress. Let us build our nation. Let us not export our brains to those nations. Wale watu wamejiwest, they wanaanza kusema watu wapatiwe visa because they have wasted their children. They want to waste our children. Let us build our nation. Let us make our nation great. We have everything. Tuko na gold, hawana gold. Tuko na silver, hawana silver. Tuko na medals, hawana. Tuko na mafuta, hawana. Wanatutegemea. Kahawa yetu ndio inajenga kule London. Hopeless people. Let's build our nation. We are rich. Tuko na kila kitu. Tuko na Mungu. Wacha na hata pesa yote. Jua kutoka asubuhi mpaka saa 12 jua. Kuna kutoka saa 12 mpaka saa 1. Saa hizi ukienda London mpaka saa 7 usiku. Saa hizi London kutakuwa mchana. Iwe no higira maitho one nduma. Ndio ulale. Na kuna wakati mwingine uende kama Russia, unakuta kunaenda 17 hours usiku. Kesho nyingine 17 hours mchana. Havu niambie utoke hapa huko kalio hapa saa 12. Kabura kaura kama na mahita. Ushoki ojie kuhuri mliniona nikiwa Russia. Nilipigwa na kabaridi, nilitoka sasa nikiwa barubaru, kulikuwa na kajua. Nikatoka nikiwa barubaru, nikaambiwa na mtu mwingine, wewe go and wear something. Nikaambia no, the worry not. Kai.
Nilienda ati nilikuwa nataka kufanya interview reporting live from Moscow. Kaulimi kalijikoa ilishu. Nilirudi baridi iliniingia mpaka kwa matumbo, nikasikia iko ndani ya matumbo. Usoke ujereka inekara gako. Bana. Moka nikiona moka Kenya kuhoya. Nikiona mema YouTube ine tundigetha Ngai wago kwa mateithie. Tondu huko ni kwa Ngai yakorago. Ukienda kwa Turukana, mliona nitawekea hiyo picha. Nilikuwa nalala nje. Kitanda yangu iko nje, uko nje kabisa. Nilikaneti tu naweka. Alafu huko hakuna kuvaa nguo, unakaa venye Mungu alipenda. Yaani una stress ya pesa ati nikagura nguo na kile. Unaika role Ngai yendete. Unakuta na mama kule anatembea hajali nini, hizi manyonyo zimefika hapa kama nini. Nikile zimefika hapa anakaa maisha mzuri na hajali. Lokochonyo, yeye mzuri na anakushika na mnaiba naye na hakuna kesi ya rape hata moja. Msiende huko mtashikwa. Wanaume, usiende huko. Aiwa, usiende huko. Kule huko. Kutaroli moyo mkono wanaume moranga. Bwana Yesu asifiwe sana. That is God. Unazana mtu wako uchi na anachimba gorodi. Nilikwenda kule kwa kuchimba magoro, nilikuwa nimeenda kutafuta shamba ya gorodi na nimepata. Na wako uchi. Yaani they don't value money. Hiyo pesa mnaliga nayo, they don't need it. Yaani kuona ahubirize tu nini. Na ajali unakuta mama ndio huyu, baba ndio huyu, wasichana wake ndio hawa na wote wako venye dunia iliubwa. Sasa ukajira hagaradiate. Sasa unaanza kuangalia Jenny anaanza kuimagine venye nilikuwa. Venye nilikuwa nakaa nao. Kulala nalala nje. Nothing, nobody. Hakuna mtu atakuguza. Tunyumba tu hao ni tumiti, tumewekwa hivi. You see through. And they live a comfortable life. A godly life. Si hivyo ndivyo Adamu alikuwa ametengenezwa. Na hivyo si ndivyo alikuwa ametengenezwa. Tio kumbe nikakuja kutembea huko, nikaenda mahali panaitwa Loktang na huko Kakuma na huko mbele nikakuta kumbe the Exodus. Na hiyo Biblia tunasoma the where Exodus ilianza Kakuma. Ile milima tu iliona, nilitembea. Nitawapeleka tuende huko muone. Hiyo ile unaitaka Kalimadesh Kalimotodi. Kadesh Barnea kumbe ni hapa Turkana. Uende hivyo tukapanda, tukavuka hapo, tukaenda Juba, tukaenda. Hiyo ndio Kadesh Barnea Kalimototo. Kumbe ni Kenya. The Bible is in Kenya. Our God. Ndio waliiba Mungu wetu masuru hawa. Tutamrudisha. Mungu wetu atasimama. Tutashinda. Turkana ndio wako na historia ya Exodus. Kumbe wa Sudanisi ndio walikuwa wametushika mateka. Masudanisi ndio walikuwa wametuweka mateka. Hawa wanaona wamekatwa hivi. Naona wale wamekatwa hivi. Hao ndio walikuwa mafarao. Hao ndio walikuwa wametuweka mateka. Nitawapeleka, tunajenga kanisa. Very soon tutaenda kufungua. Tunaenda kupeleka crusade. Lakini mtampatie, tutaacha chifu, kila mtu akuja na namba ya chifu. Ndio ukienda kukwamia huko, tuambie chifu akukujie. Bwana Yesu asifiwe sana. A person can be cast, a family can be cast, a town can be cast, and a particular land can also be cast. It doesn't mean that it's only kitu kimoja. A person unaweza kupata laana hiyo ya land, na pia a family, the entire family inaweza kulaaniwa. Ushaipata kuna la familia unakuta mpaka unashida. Kuna familia sijui Karoli alikuwa amenitumia picha. Hiyo picha ilipotea. Ile familia ilikuwa kule Embu. Wale walikuwa nazaa watoto wanakaa visi. I wish I can get that contact. Naweza taka kwenda kuwatembelea nijue kama wako. Nilipoteza familia mzima. Baba, mama, watoto wote wamezaliwa hivyo. That is a curse of a family. Unakuta watoto wote, unakuta familia mzima, huyu ako na kansa,
huyu yako na ukimwi, huyu yako na sukari, huyu yako na pressure. Yani family mzima they have inaitanga hiyo mgonjwa nani? Hii ugonjwa chronic. The entire family kutoka baba mpaka wajukuu wote wako na chronic disease. That's a curse. And it's a curse of the land. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta poverty, yani unakuta familia inakufaga na 25 years. Paka unafika kuna mwingine jana juzi nimeombea wanakufaga na 30 years. Sasa kuna yule alisikwa, sasa huyu ako 29 ndiye alikuwa amekuja nimuombee. Sasa you can imagine ile trauma anapitia. Akijua na wanakufanga 85 wote. Sasa ako amebakisha miezi miwili akufe. Sasa alikuwa analia, alikuwa ananiambia ako na mali ameachua, ni yeye peke yake amebaki, lakini nao haoni haja ya hizo vitu zote, maana anaenda kukufa. Sasa alikuwa ananipeleka huko anionyeshe, ni huko tu, alikuwa anaenda kunionyesha hiyo land ni kesi akienda niende nimiliki. Nikamwambia haukufi, you're not going to die for sure. Tutaenda kucelebrate after 85 kwenda mbele, nitaenda huko kucelebrate naye. She will not die. Mwambie mwenzako I'm not going to die. Tusome kitabu haraka haraka, tufungulie haraka kitabu cha Numbers 22 verse 1 to 5. Ndio tumalizie hapo. Ndio niwaachilie muende nyumbani. Si ndio? Mumesoma kitu hamjai kusoma. Ni mwanyita kiodo keu. Na githe Jesu ile damu kwereire. Mia heriria kirumi keu. Numbers quickly. Numbers ni hesabu ama dari. Hesabu 26. No, not 26. 22 verse 1 to 5. 22 1 to 5. Chap. Hesabu. Waisraeli hapana 1 to 5. Yes. Waisraeli walianza safari tena. Wakaenda kupiga kambi yao katika tambarare za Moabu, mashariki mto Yordani, kuelekea mji wa Yeriko. Tuendelee tu quickly. Number 2, verse 2. Mfalme Balaki mwana wa Sipori alijua mambo yote Waisraeli waliowatendea Waamori. Verse 3. Yeye pamoja na wa Moabu wakashikwa na hofu kubwa juu ya Waisraeli waliowaogopa, hasa kwa sababu ya wingi wao. Verse 4. Basi wa Moabi wakawaambia viongozi wa Midiani, umati huu punde si punde utaharibu kila kitu kando kando yetu, kama fahali alivyo majani shambani. Kwa hivyo Balaki mwana wa Sipori aliyekuwa mfalme wa Moabu wakati huo, verse 5, akapeleka ujumbe kwa Balamu mwana wa Boeri huko Pethori karibu na mji wa Efrati nchini Amwai. Alimwambia Balamu hivi, kuna taifa ambalo limetoka Misri, nalo wao ni nani sasa? Ni wa Sudan na wa Turkana. Nalo limeenea kila mahali nchini, tena linatishia kuchukua ardhi yangu. 6. Njoo sasa uwalaani watu hawa kwa ajili yangu, maana wana nguvu kuliko mimi. Labda nitaweza kuwashinda na kuwafukuza wasiingie katika nchi yangu, kwa maana najua kuwa wewe ukimbariki mtu hubarikiwa, ukimlaani mtu alaaniwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nini? A person can cause you to suffer. Huyu walikuwa namuita huyu kumshawishi akuje alaani, maana ako na uwezo. Kwa hivyo mtu ana uwezo wa kukulaani na mchanga. Mtu ana uwezo wa kufunga maisha yako. Mtu ana uwezo wa kutamatisha chochote ambacho uko nacho. And most of us are suffering because of that.
Most of us are suffering because of the challenges that we have that have been caused by people. Maybe anko yako ndiye aliwalaani, baba yako aliwalaani, mtumishi alikulaani. Watu kama hao tuna uwezo wa kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio kwa maana nimekuitisha mchanga nikuje nivunje hiyo laana. Maana anasema kulaani una uwezo na pia kubariki, maana huyu jamaa alikuwa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So because of that capacity ndio nikakuomba ulete mchanga wako niweze kubariki mchanga wako. Nikufungulie wale ambao hawajapata wanaume muende mkapate. Wale ambao biashara zenu hazifanyi zikafanyike. Wale ambao hamuna chochote, hamuna life. You are working, you've been working but you have nothing to show for. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. So ningeomba ulete mchanga wako uwekelee hapa. Na sadaka yako, mchanga wako na sadaka yako. Ndio tuweze kuvunja hii laana. Na nipate nipatie Joshua 6:26. Joshua 6:26 and give me. Na nipatiwe kuna mchanga huko pale. Nataka kuwachanganyishia. Kuna kitu nataka kuwafanyia leo. Kuna mchanga huko na kabagi kako kwa meza yangu. Ulikuja nayo? Ndio iwacha. Nipatie karatasi ndendo huko ndani, kuna karatasi kubwa ya white hivi. Tumwage hapa. Leteni kila mtu alete mchanga wake. Yes. Yeah? You are going also to be blessed. Don't worry. I'm breaking the curse of the soil. Yeah? Don't worry, don't worry. You have a sacrifice to give? To be a partaker? Yes. Sasa weka hapa chini. Shikilieni tu niwaonyeshe. Ngoja shikilieni, mtu shike. Yeah? Niulize tu. Yote ni sawa. Don't worry. Utamix pamoja. Ngoja wacha shikilieni tu. Kuna nataka tuwekele karatasi ya nylon. Hii ni ya Palace. Hii ndio nataka niwachanganishie kidogo. Hii ni ya Palace. Hiyo ni ya Freemason. Hii kwa hapo achana nayo. Yeah, hiyo ni kuvunja. Hii ya Palace ni kukupatia upate. Hii ndio ya Palace. Hiyo nilivunja. Si tulifunga nini? Nikira ini ya moto haha. Nikiwagire muthuri we. Nani yako nimetuma nani? Kadomire nikego kana ni rwege. Jeni, enda huko. Kwa nini? Kwa wardrobe hapo chini kuna kikaratasi kubwa. Kimbia. Tengeneza kana kakuka nini? Kila mtu ashike sacrifice yake. Shika mchanga yako, shika. Kila mtu jishikie tu mchanga yako kwa mkono yako. Yes. I thought tulikuwa na worshipers lakini kwa sababu wameenda nyumbani, it's okay. We shall worship ourselves. Walituma kigogo kikaenda. Kunguru ndiye alienda ikaleta majibu. Acha niachie kwa sababu ni kama hawaelewi.
Tulia kidogo. Tulia kidogo tu, nitamteregesha. Sasa mwaga mchanga yako hapa. Mwaga. Mwaga vizuri. Mwaga. Usimwagie kwa sababu nimeleta hii karatasi ndio tumwage huko. Mwaga huko. Ukimwaga urudi nyuma. Kisha mwaga, just rudi nyuma kidogo. Usimwagie kitambaa yangu mchanga. Na kama umechafua kitambaa yangu, uende uchukue hiyo. Jaribu kumwaga hapo chini. Ukisha mwaga ondoka. Sirudi nyuma, songea nyuma kidogo. Weka kwa hiyo bahasha. Niweka hapo. Ukiwa na sadaka yako, weka hapa, kikapu kiko hapa chini. Uketi chini. Nitawakilishia hapa. Mwageni kabisa, kila mtu mwage yake. Kila mtu mwage hapa. Sitaki maelezo sasa, ninaelewa. Wewe ndio unajua ni nini umefanya. Joshua, wakati huo Joshua alitamka apizo rasmi mbele ya watu akisema, atakaye ujenga tena mji wa Yeriko na alaaniwe, na Mungu yeyote na mtu yoyote, Mungu yoyote atakaye weka msingi wa mji huo, mzaliwa wake wa kwanza na afe. Yeyote atakaye jenga lango la mji huo, mwanawe kitinda mimba na afe. Mwageni na weke sadaka zako hapo. Weka pale. Tabasha ni iterera wode. Wewe ikira hao. What is this for? Sawa, kuna shida. Umepatiana ama unataka ubeba? Okay, sawa.
Ann, nifungulie kitabu cha Matthew 11 mstari wa 29 na 30 pamoja. Matthew 11 chapter number 11 verse 29 and 30 together. Please quickly. Matthew 11 29 and 30 together. Inasema hivi, lakini 29 verse 11:29, please quickly. Yes. Jifungeni nira yangu, mukajifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mutautulizwa rohoni mwenu. Number 30. Verse 30, please. Maana nira niwapayo mimi ni laini, na maagizo na mzigo wangu ni mwepesi. It means God has taken the burden. Chukizo ulioipitia, mizigo uliobebeshwa na wazazi wako, mizigo uliobebeshwa na ardhi ulioipata ikiwa ovu, na mambo mazito na magumu yaliyopitia katika maisha yako, kutoka leo E Baba, muumba wa mbingu na dunia, you are a righteous God, you are a holy God. Wana wa Israeli walipokuwa wamewezwa, wamesakamwa kwenye utumwa wa miaka mingi, kupitia kwa mtumishi wako Musa, walikuita na ukaitika, kisha ukawafungua kutoka kwa minyororo ya watu wa Misri ambao walikuwa wamewafanya watumwa. Baba, watoto wako hawa wameleta michanga hii inayoashiria vifungo vya kimaisha. Hawajaendelea kama vile Konia alishindwa kuendelea. Hawajafaulu katika njia zao. Hawana ndoa, hawana kazi, hawana kufaulu. Maishi katika maisha ya mateso. Watoto wao wameingia kwenye maisha iliyojawa na anasa ovu. Watoto wao wanateseka. Watoto wao wanavuta bangi, wengine wanahusika kwenye madawa za kulevya. Yaani kizazi chao kimeoza, kinazaa ama utumbo wao ulizaa mapoozi. Elisha alipoenda akapata kile kizima kilikuwa kina maji ambayo yalikuwa yanazaa mapoozi. Alipomwaga chumvi kwenye kizima kile kilipona. Kutoka leo Baba wangu, ninakuomba hii chumvi naimwaga, ni kwamba kisima chochote kinachozaa mapoozi kwenye maisha yao kiweze kupona. Kizima chao kipone, udongo wao upone, maisha yao yapone, watoto wao wapone, kazi zao zipone, huduma zao zipone, maisha yao yapone, misingi yao ipone. Katika jina la Yesu Kristo, ninavunja mipango yote ya shetani. Madhabahu yaliyoinuliwa na wazazi, madhabahu iliyoinuliwa na watu waliokuwa wanamiliki ardhi zao, madhabahu iliyoinuliwa na kafara zilizotolewa za kishetani, madhabahu iliyoinuliwa na watu waliowatakia mabaya, madhabahu hiyo yote naibomoa. Madhabahu iliyoitanishwa na majina, madhabahu iliyoitanishwa na damu za ng'ombe na makondoo, na wakafunguliwe wote, na wakafunguliwe sasa, na wakafunguliwe sasa katika jina la Yesu. Wafunguliwe sasa katika jina la Yesu. Ninabomoa kuta zao, nabomoa pila zao, nabomoa milango yao, nabomoa kuta zao katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako, ambie Mungu ni asante. Fungua kinywa chako, nenea sasa, nenea udongo wako, nenea maisha yako, nenea maisha yako, uko huru. Nenea maisha yako, nenea maisha yako, nenea maisha yako sasa. Break every bondage, break every authority over your life, break every barrier
vunja mikataba yote, vunja nia zote, achilia udongo wako, achilia udongo wako, achilia, 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 achilia mchanga, achilia mchanga, achilia mchanga, achilia sasa. Ondoka kwenye Misri, ondoka kwenye Misri. Vunja laana za kifamilia, vunja laana za wazazi, vunja laana ambazo zinatokana na mtu binafsi, vunja zote. Wabakanda mazekendelelele zekaya baboshondolololo usukoyanda yekekekekeribuzianda yao uziakada baba. Unastahili, unastahili, newagereire Ngai, newagereire Baba. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Hafananishi kitu kingine. Bwana Yesu, hafananishi kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Vunja, vunja, vunja laana, vunja laana, vunja zote, vunja umasikini, vunja laana za umasikini. Destroy every covenant, maagano ya wazazi, maagano ya kindoa, damu iliyomwagwa, damu ya kafara, vunja sasa. Damu ya makaburi, vunja sasa. Destroy every altar, maagano, destroy now, destroy now, destroy now. Nyimbo ya Kikuyu moja ya worship, nyimbo ya Kikuyu moja ya worship. Vunja, endelea kuvunja, sambaratisha, sambaratisha.
Fafa ukanigweterere roreria imoko manyu mothe haha hare ni mukwena kiama kiaringika amwanyu ni mekuigwa hinya wa Ngai na kuhereria itu wale wako nyuma wale zinzikaeni hapo simamieni tu hapo wale wako nyuma wote simamieni hapo msisoge. Yes, kuna power. Bingu imesikia, bingu imefungua ardhi yako, bingu imefungua ni muhoro irumine ciehera migambo ni ehera ugieki ni wehera ukia ni wehera yocio Ngai otogo ndarathima tiri uyu ndathondeka rũri rwa mũtharaba rwa Jesu Kristo kuma ũmũthĩ ndahanda kĩgongona kĩu ta rũri rwa mũtharaba atĩ ũmũthĩ ũyũ ciana ici nĩ ciohoka. Toya moko na igũrũ
Dauga emwe muge Jesus. Tukiuga ria gatatu ni mukuigwa mururumo wa higa. 1 2 3. Funguliwa, 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 funguliwa. Funguliwa, funguliwa, funguliwa. Funguliwa, funguliwa, funguliwa. Funguliwa, funguliwa. Funguliwa, funguliwa. Funguliwa, funguliwa. Unafunguliwa. Beba mwili kuanguka. Nguvu za giza zinaanguka. Nguvu za giza zinaanguka. Wachawi wanaanguka. Warogi wanaanguka. Minara inafunguka. Agano imeanguka. In Jesus' name. You are free. 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 Shiko, you are free. Shh. Paswa. Cut it. Out. Out. Come out. Toka. Jesus name. Upanga huo. Upanga huo. In the mighty name of Jesus Christ. Out. Father, in the mighty name of Jesus, I commit your servants here as I break the umbilical cord that was connecting them with the soil, with the curse of the soil from their family, from the land they have come from their territories, from the people they were connected to, from the people they were married to, from the people that has been haunting them. May it be grandmother, grand auntie, shoshos, gukas, the land where they belonged, the marriages where they belonged. I break every bondage. I set them free to serve in your kingdom, to serve you without bondages, without limitations, without curses, without stagnation, with success. I release every form of blessing upon their life. They will serve you diligently with the power, with the authority of the blood of Jesus. They will never be swayed. They will be protected by the cloud in the day and by the pillar of the light in the night. They will win and succeed where nobody in their family has ever succeeded. They will succeed and they become the pillars of the nation. They will succeed and they become the power of the nation, the authority of the nation, the voice of the nation, the voice of the people, in the mighty name of Jesus. Is from the palace in the UK. When I went to UK, I picked this soil. Nikasambaratisha ufalme huo. Nikasambaratisha ufalme huo. Sasa mumeona kwa mitandao wamevurugana mpaka Kamila amefukuzwa. The will of God will prevail. But sasa what I'm doing now, kwa sababu ufalme huu ndio zile pembe ziko kwenye kitabu cha Danieli. Na ufalme huu ndio umetunyanyasa. Niliwaonyesha kule walikuwa wameweka Zerubbabel. Niliwaonyesha kule wameweka Freemason. Niliwaonyesha kule wameweka mifano mingi sana ambayo imetutesa. Kahawa yetu inapelekwa UK. Majani chani yetu inapelekwa UK. The brains in this country is being exported to UK. And every other thing that is good kupitia kwa majoni kule na nyuki wana export kila kitu kizuri chetu. Wamevuruga mlima Kenya. Sasa nataka kuinua mlima Kenya kama poto against mlima wa Vatican. Amnaindua mlima Kenya kama a portal of God, a portal
where power will be seen, where kingdom will be seen. Wakati Malkia alifanyika alikuwa mlima Kenya. Charles ilibidi akuje ndio afanyike mfalme. Kila mtu amekuja mpaka Pope alikuwa mlima Kenya ndio afanyike mlima. Anataka kutoka sasa kupitia kwa mamlaka Mungu amenipatia kama kuhani mkuu, ninaregesha chochote ambacho kilichukuliwa kutoka Kenya, ambacho kilifichwa na ufalme wa Commonwealth ambao unatawala Kenya, ambao unatawala mataifa duniani. Kutoka sasa kahawa yetu irudi mikononi mwetu, majani chai yarudi mikononi mwetu, rasilimali zetu zirudi mikononi mwetu, utaifa wetu turugeshewe. Hatutatawalwa na maadili ya kiovu, maadili ya Freemason, maadili ya waganga. The Stone Age ambayo ina control economy ya mataifa yote kutoka UK. I break every altar they use. Vessels ambazo wanazitumia, the element they use, the element of the water, the element of the moon, the element of the sun, the element of the star, the element of the fire that they use to dominate the world, I bring it back to the people of God, that from today they will proclaim, watataja na itafanyika. Ufalme ule nimeuleta Kenya, na kuwe Kenya kufanyike mfalme wa kiungu. Kenya ikuwe ndio taifa, the capital city of the world. Kenya ikuwe the capital city of the world. They control the entire world. Wa Kenya wakuje tujenge nchi yetu bila kubaguliwa, in the mighty name of Jesus. Wamelete madawa. Thank you. Wamelete madawa. Zililetwa na CIA na FBI, wakapatia watoto wetu ndio watunyaganye ardhi zetu. Wameharibu the environment, wameharibu mawingu, wameharibu mifugo yetu, wameharibu wanyama wetu. Mimea yote imefanywa GMO, lakini kutoka sasa tunageuza maneno yote walioyafanya. Kutoka sasa Kenya is a free nation. Kenya is a free country. Kenya is not dominant over UK. America haitatawala Kenya. Britain haitatawala Kenya. Europe haitatawala Kenya. Asia haitatawala Kenya. Nao ufalme wa Kenya ambao haupelekani na masharti ya Mungu, from sasa ninauteremusha. 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 Niteremusha hiyo bendera. Ninauteremusha. Ninauteremusha. Ninateremusha. Serikali ya UDA, teremusha kuteremusha. Serikali ya UDA ambayo inafanya mambo ya kishetani, ninaiteremusha. Wanasiasa wowote, awe ni UDA, awe ni chama gani, lakini misingi yake ni ya ushetani, tunaibomoa, tunabomoa. Kenya itatawaliwa. Kenya itatawaliwa na Mungu. Kenya ni ya Mungu. Kenya ni ya Mungu. In the mighty name of Jesus Christ. Niregeshe hii hapo. Mafuta. Yes. Pangeni foleni moja, laini moja, itokee hapa, itokee hapa. Kila mtu kwa nyuma ya huyo. Songeni huko, huko, huko. Nendeni mpaka huko hivi. Haya, kuja ukitap tap baraka zako
Kama ni biashara tap, kama ni kazi tap, chochote ambacho unakitaka, ndoa, kazi, biashara, watoto wako, tap ukienda, tap ukienda, tap ukienda, tap ukienda, just tap and go, tap and go, tap and go, tap and go, quickly, tap and go, tap and go. Just tap the blessing in the time of tengine huko. Tap and go, tap and go, tap and go, tap and go, quickly. Yani kile kitu nataka, kama ni kazi, kama ni nini, kuna moto unashuka, kuna moto unashuka, baraka inashuka, milango inafunguka, ndoa zinafunguka. Tap and go. Ujue umeshikanishwa Kenya na Britain. Yes, take it. Quickly. Kwa jina la Yesu tumesimama, kazi ya msalaba tumeshinda. Kwa jina la Yesu tumesimama, kazi ya msalaba tumeshinda. Kwa jina la Yesu tumesimama, kazi ya msalaba tumeshinda. Moto inawaka, moto inawaka, moto inawaka, moto inawaka, moto inawaka, moto inawaka, moto inawaka. Yes. Kwa jina la Yesu tumesimama, kazi ya msalaba umewaka leo. Moto, kazi ya Yesu. Yes.
Baba, katika jina Yesu Kristo, asante kwa kusikiliza dua zetu. Asante kwa msamaha ambao umetupatia. Asante maana kutoka leo mchanga huu umefunguka. Waja hawa wote wamefunguka. Falme za kishetani zimeanguka. Laana za mchanga zote zimeanguka. Kutoka leo watafaulu. Kutoka leo watashinda. Kutoka leo watashinda. Ni washindi. Ndoa zao zitasimama. Kazi zao zitasimama. Huduma zao zitasimama. Mipango yao itasimama. Hata wale wako ngambo, wako Britain, wako Amerika, wako Australia, wako Canada, wako Gulf, wako South Africa na Africa, mahali popote walipo, walio Kenya wote ambao wanatutazama, kutoka leo mipango yao, maisha yao ikaweza kusucceed. Na mipango ya shetani kuhusu Kenya, mipango ya Lucifer kuhusu Kenya, Kenya, it is a portal of God. Kenya is a portal of God. Mount Kenya is a portal of God. Kenya is a portal of God. Ufalme unaokuja ni wako Baba. Tumekataa mashetani, tumekataa walanguzi, tumekataa waizi, tumekataa covenants za kishetani katika nchi ya Kenya. Tunainua mfalme wako, tunainua ufalme wako katika jina la Yesu. Somebody say amen. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Karoko japa. Simama hapa. Si tulisema tutatafutia mchungaji fair. Wekeleeni kwa mikono ya Karo. Ukiwa na hiyo anointing, wekelea haraka haraka hapa. Uone venye utabarikiwa. You will see how, yeah? Hata ukitaka kuweka simu kwa Karo, weka kwa Karo. Quickly. Neema hii jaondoka kabla neema iondoke. Quickly, harakisha.